Yes, warigani mpenzi mtazamaji wa channel hii ya Zenji Maxi, na nikidunda naitwa Uncle 5 nikitokea hapa visiwani Zanzibar, visiwa vyenye marashi ya karafuu. Na katika michezo, taarifa kubwa ambayo tunao siku ya leo ni kuhusiana na klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans, ambapo wanachama maelfu walikutania katika yale makao yao makuu ya Jangwani, ambapo ajenda kubwa ilikuwa ni kuendelea kupinga uamuzi wa bodi ya ligi ya kusogeza mbele mchezo kati ya Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Simba Sport Club. Msimamo huu ulizidi kuanza katika mitandao mbalimbali ya kijamii mara baada ya mchezo wa Machi 8 siku ya Jumamosi katika dimba Stadio Benjamin Mkapa kuweza kuahirishwa, na ndipo sitofahamu mbalimbali zikizidi kuzuka na mambo kadha wa kadha yakizidi kuongezeka. Basi inaelezwa kwamba klabu ya soka Dar es Salaam Young Africans wamezidi kusimamia msimamo wao huo ambao walikuwa kiendelea kushikilia. Msimamo huu ulizidi kuibuka zaidi katika mchezo kati ya Young Queens pamoja na Simba, ambapo ulipigwa katika dimba la KMC, ambapo maelfu ya mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans wakiendelea kuimba wimbo ule wa kutokuwa na imani na bodi ya ligi, na wakimhitaji Wallace Karia aweze kujiuzulu katika nafasi yake ya uraisi ya TFF. Kwa upande mwingine, wadau mbalimbali Geoffrey ameweza kubainisha kwamba kwa uongozi wa Wallace Karia umezidi kuleta chachu kubwa katika maendeleo ya mpira wa miguu hapa nchini Tanzania, na ukiangalia zaidi akigusia katika nyanja mbili tatu katika miaka mitano ya Wallace Karia tumeweza kushuhudia Tanzania ikizidi kuendelea kupaa zaidi katika michuano mikubwa ya Afrika. Chani kuweza kushiriki mara moja pamoja na mashindano yale ya national team, yani AFCON, wakiweza qualify zaidi ya mara mbili, na sasa hivi tukisaka tiketi ya kuweza kusaka nafasi ya kucheza kombe la dunia. Bali zaidi mafanikio zaidi ya Wallace Karia ni yale mafanikio aliyoweza kuyapata mara baada ya kuungana Tanzania, Kenya pamoja na Uganda kuandaa na kuhosti mashindano makubwa barani Afrika, mashindano ya timu za taifa yanayojulikana kwa jina la AFCON. Kutokana na mambo mengi ambayo yanazidi kuendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na mengi yanazidi kuendelea, basi taarifa zaidi ambazo zinazidi kuelezwa ni kwamba Dar es Salaam Young Africans pamoja na baadhi ya viongozi wake wameendelea kuandaa timu genge kwa ajili ya kuendelea kuhakikisha kwamba basi moja kwa moja wanazidi kutia pressure katika bodi ya ligi ambayo inaongozwa na Almas Kasongo, pia kuzidi kutia pressure dhidi ya Wallace Karia dhidi ya msimamo wao wa kutotaka kutokushiriki mchezo dhidi ya Simba Sport Club, wakiamini kwamba mchezo ambao Simba hakuweza kufika katika dimba la Stadio Benjamin Mkapa katika mchezo ule ambao ulikuwa ni mwendelezo wa ligi kuu NBC Premier League, basi Simba ndio walikuwa na makosa na wanahitajika waweze kuadhibiwa. Hata